Akaja bwana akasema, "Oh mimi si unajua tena mimi manangu noma sana." Yaani hichi kitu ninachokuambia ni kitu true. Sasa jana nataka nikwambie kitu kimoja jana. Ni kitu kama kawaida. Jana nimekutana na mtoto mmoja hivi. Toto kweli. Tana yule mtoto nimeongea naye pale 1 2 3 akasema mimi napatikana Mabibo. Na ni binti ambaye tunajishughulisha na kazi za ndani, au sio? Mimi nikamuulizaje, nikamwambia sawa. Alikuwa anaitwa Anita. Nikamwambia sawa Anita, unapatikana Mabibo na unajishughulisha na kazi za ndani na I think unategemewa of course. Akasema nategemewa, niko toka nyumbani, nategemewa na wazazi na nini, ndio wakanituma nje nifanye kazi za ndani. Kamuuliza unatokea wapi, lakini home kwenu kabisa ulikozaliwa? Akasema Shinyanga, au sio? Ni binti kutoka Shinyanga. Nikamwambia sasa Anita, umetoka Shinyanga umekuja Dar es Salaam, au sio, kufanya business zako za hapa na pale na nini? Akasema nimekuja kufanya business za kazi za ndani, au sio? Nikamwambia hivi Anita, naomba uniambie, au sio, wewe ukopo la malaika wako walikuwepo kwenye story, yani jinsi ushuhuda ulivyokuwa, wewe ukopo malaika wako walikuwepo. So kaka kutulia, subscribe hii channel, comment, share pia, au sio, share, utaonekana umefanya jambo la maana sana, au sio? Basi sasa pale akaanza kunipatia mimi story Anita. Akasema changamoto ambazo nakutana nazo mimi katika ufanyaji wa kazi house girl, mfanyakazi wa ndani. Anasema yeye changamoto ambazo nakutana nazo mle ndani, hata kuja kusahau Anita ile siku ya kwanza, au sio? Unajua kuna mababa ambao mnaishi nayo mafataki. Wewe mwanamke unayenisikiliza, liangalie vizuri mme lako hilo. Kama umeweka house girl humo ndani, lifataki mme lako, atoboi wiki atakuwa mjamzito. Sasa siku ya kwanza Anita alipofika pale, maana aliletwa na mama wa kazi na mama mwenye nyumba. Baba wa kazi baba mwenye nyumba akasema safi kutuletea mtu wa kazi, na nini akashukuru na nini mnyama. Sasa Anita alikuwa ni mtu ambaye mstaarabu sana, afu mcheshi sana. Afu Anita aliumbika. Yaani Anita kweli mashallah alikuwa ni mwanamke ambaye ameumbika. Of course tunapozungumzia kuumbika, hatuzungumzii kuumbika kama unavyofikiria wewe. Yaani yule kama unavyofikiria akili yako, kama unavyowaza kama Harmonize, yani makalio tu, hapana. Yule aliumbika kuanzia uowo, sura, shingo kama twiga hadi tabia. Yaani alikuwa ana good behavior. Sasa Anita siku moja yupo chumbani kwake, amekaa ametulia, akashakaga mlango unafunguliwa. Huo mlango vipi? Alright? Akainuka, akasogea mlangoni. Akamkuta baba mwenye nyumba yuko kifua wazi, yani, au sio? Wazao kuzichapa mpaka zichanganyikiwe. Hii ndio kajili yenu. Sasa akakuta baba mwenye nyumba yupo kifua wazi na anafungua mlango wa Anita. Baba mwenye nyumba, Anita akasema, sasa baba mwenye nyumba, mbona unakuja huko chumbani kwangu afu upo kifua wazi? Upo na taulo tu. Sasa lile limze mzima lile baba mwenye nyumba akasema tulia. Usiongee sana. Unajua tena usiongee sana, tulia. Nataka nikwambie kitu, sio nataka nikwambie kitu. Anita alijua labda kitu ambacho anataka kukiongea baba mwenye nyumba ni point, au sio? Akakaa kwenye position ya kutulia kwa sababu alijua anapewa kitu ambacho ni good. Yaani anaambiwa point, akakaa kwenye kitanda chake akatulia. Nalo likakaa. Nilipokaa pale likaanza kumpanga. Unaona? Sasa vipi? Nakuongezea mshahara basi. Nataka nionje kidogo. Nakuongezea mshahara. Nataka nionje. Anita, nakuongezea mshahara, nataka nionje. Anita alijisikia vibaya sana. Uonje nini? Nimetoka kukupenda. Unakuwa kama mtoto mdogo bwana, nielewe. Anita akasema anyway, nisubirie, nitakupa jibu. Lakini leo hii itakuwa hapana. Itakuwaje mbuzi leo hii alafu itakuwa hapana. Nisubiri nitakupatia jibu. Au sio? Maana yake anajua akimkatalia kwa hasira anaweza kafukuzwa kazi, kwa sababu baba mwenye nyumba ndo top manyota, yani ndo head of house. Kwa hiyo akisema tu sikutaki anaweza kafukuzwa kazi, akalinda kibarua. Anita akatumia akili, akamwambia kwamba
nitakupatia jibu. Kwa leo hapana. Ndio hivyo basi, mimi nimekuelewa kinoma. Sijua mke wangu mwenyewe nyashi hana. Mke wake alikuwa kazini, kumbe nyuma huko anatukanwa. Sijua mke wangu mwenyewe nyashi hana. Basi kwa hiyo siku ile kapita. Basi jioni wapo wanakula chakula mezani, baba mwenye nyumba macho yote kwa Anita, yani anakodoa tu kwa Anita. Anaangalia tu kwa Anita, baba mwenye nyumba hana habari. Amezima kwa nani? Kwa Anita. Sasa pale kilichofuata alikuwa ni mtu mmoja muelewa sana Anita. Sisi tunaelewana guys. Nenda alikwambia mimi kitu ambacho nilili, ambacho kipo. Alikuwa ni mtu mmoja muelewa sana Anita. Basi akala chakula vizuri, baba nyumba anamkodolea tu mimacho, anamkadiria sana kwamba ikinipa siku moja itachapwa hii. Basi basi siku ile kwa imepita, imeisha. Siku ya pili yake mama mwenye nyumba kumbe akwenda kazini. Alikuwa tu katika mizunguko hapa na pale kwenye saluni za wanawake wenzie huko mjini, huko mjini anasuka akasuka mpaka mida fulani hivi kama saa 8. Sasa baba mwenye nyumba hana kazi. Sijui tunaelewana? Baba mwenye nyumba hana kazi. Sasa Anita mimi namkubali sana Anita. Anita anatumia akili nyingi sana. Anita akawa anatoka bafuni kwake, anatoka chumbani kwake anaenda bafuni kuoga. Baba mwenye nyumba hapo sebuleni. Lazima upite sebuleni ndio uoge nje bafuni. Basi Anita kama ametoka na kanga yake moja na nini huyo? Anaenda wapi? Kuoga. Akapita pale baba mwenye nyumba huko sebuleni anaangalia TV. Ila macho yote anapopita Anita kwa Anita. Basi sasa akapita Anita. Akaenda kuoga. Sababu mwenye nyumba alivyokuwa na akili fupi, alivyokuwa amemkubali Anita ni mpaka bila kujielewa, akatoka moja kwa moja akaenda kwenye mlango wa bafu wa Anita, akaenda kumchungulia. Au sio? Akaenda kumchungulia Anita. Akachungulia hivi. Kwa mtoto mashaula kwenye kile kitasa anachungulia jicho moja, sio jicho moja ile hivi. Mtoto mashaula kuanzia juu mpaka chini. Kidedea. Mtoto amejaa kote na ameiva kwa vizuri. Kuchungulia pale, likatoka chapchap likarudi ndani. Kidogo tu Anita naye akawa anatoka bafuni, anapita tena anaenda chumbani. Kaenda chumbani Anita anajipaka mafuta, akaona mlango unagongwa. Akaona mlango unagongwa. Sasa sehemu ya pili tutaendelea hii story. Unagongwa ili yani kilifanyika nini pale? Subscribe hii channel, comment je, mzee aliila au hakuila? Sehemu ya pili tutaendelea hii story ya Anita. Subscribe hii channel hapo, comment, share. Mimi nawe kitu kimoja, nakukubali sana, nikubali sana. Mnyama ni mwingi, right?